Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ndugu zangu, mashekhe zangu, walimu wangu, mama zangu, tuliohudhuria katika semina hizi za mwisho za manasiki haji na umra, na leo nimepata fursa ya kutembelea hapa alhamdulillah. Lakini kwa ukarimu wa ndugu zetu na viongozi wa manasiki wametamani niseme chochote, hata kama si katika mashehe wakubwa wenye kujua sana, lakini ni ukarimu wao tu, mashallah. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Amin. Najua mengi mmejifunza, kwa sababu semina haikuanza leo, semina zimeanza muda mrefu. Mengi mmejifunza ya msingi na muhimu sana, alhamdulillah. Mimi niwaombeni Mwenyezi Mungu awajalie safari iwe nzuri, iwe nyepesi, na hija iwe mabrur inshallah. Labda kwa kuwa nimeambiwa nami niseme chochote, basi nitarudia katika yaliyosemwa, kusisitiza tu. Najua hamna kitu ambacho nitasema hapa hakikusemwa. Nashukuru pia shekhe wangu yuko hapa mashallah, lakini pia shekhe wangu kutoka Singida, Sheikh Maghasi yuko hapa, Mwenyezi Mungu amhifadhi. Lakini mwalimu wangu wa dini yuko hapa, Sheikh Salim Muhammad Mafita, naye katika watu ambao mnasafiri nao safari hii alhamdulillah. Uko wetu umepata bahati, maana shekhe ni babako. Kwa babangu anakwenda haji, lakini pia nina shemeji yangu hapa naye anaenda haji safari hii, Sheikh Saidi Sungita, alhamdulillah. Uko wetu utakuwa wengi, tumekwenda haji, semeni inshallah. Ndugu zangu Waislamu, kule Maka, kwa sisi ambao tayari tumeshakwenda mara mbili mara tatu, kuna vitu vya kuzingatia vingi mmeambiwa, lakini nitohoe aya moja tu ya Qur'ani ambayo itakuwa pia mmeshasomewa hapa. Mwenyezi Mungu anasema alhajju ashhurun ma'lumat faman faradha fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Mwenyezi Mungu anasema hija imewekwa katika miezi maalum. Kwa yule ambaye ametiania katika miezi hiyo kwenda kutekeleza ibada hii ya haji, kuna miiko lazima azingatie. Miiko hiyo basi tangu kabla hapajaondoka ajizuie kusema maneno mabaya, lakini pia ajizuie kutenda vitendo vibaya. Yani usije ukafanya mwisho kwamba unakwenda sasa kusafisha, unakwenda kuwa mpya, umeshaambiwa hija yako ikikubaliwa, unakwenda unarudi kama vile ulivyozaliwa, basi ukaona siku hizi ambazo zimebakia ufanye mwisho maasi, madhambi. Hapana, wewe utakuwa bado hujaazimia kwenda haji. Aliazimia katika miezi hii kwenda kutekeleza ibada hii ya haji, ajizuie mdomo wake kusema maneno machafu, lakini pia azuie vitendo vyake kutenda vitendo vichafu. Lakini kule Maka pia Mwenyezi Mungu amezuia mijadala, wala jidala fil haji. Mijadala, kubishana kule hakuna. Nikuombe ndugu yangu, wewe uenda ni shekhe, ni mwalimu, shekhati, umesoma dini hii, unaijua vizuri. Tunapojaliwa kuingia katika mji wa mtukufu wa Maka, kuwa sisi wasikilizaji tu kwa viongozi wetu nasema nini, basi hata kama ikitokea kiongozi ameteleza, maana pia ni mwanadamu, kubishana hamna. Fateni kwanza, alafu baadaye mtazungumza mkiwa hotelini huko, pale shekhe ilikuwaje? Fateni kwanza, kwa sababu mashallah unaweza ukajaliwa zile siku za mwanzo 2-3 baada ya umra. Nadhani sisi hija yetu ni tamatu, tunaanza na umra, alafu tunakuwa tuko huru, tunavua yale mavazi. Tukishakuwa huru tayari tunaruhusiwa kufanya ya kwetu, kutembea mtaani, kufanya hivi na hivi, kusubiri yaumut tarwiya. Sasa kitu cha kuzingatia, tusibishane. Tukishatia nia pale, tunaanza na talbiya, labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak.
Hii inaenda mpaka tunatua. Tukishatua tunaingia kwenye lifti, tunashushwa chini, ama tukishukia chini tutachukua na magari tutaingia kwenye mabasi. Tukiingia kwenye basi hakuna story. Sasa ni labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ina raha sana sana, na usichoke. Hata ikitokea kuna foleni barabarani, ulimi wako uzoeshe kufanya hivyo. Hatujazuiwa kusema chochote, bwana vipi, saa ngapi saa hizi? Hatujazuiwa, lakini ulimi wetu muda wote unafanya hivi. Sasa Sheikh Taha anasema tu waliongozana na mtu mmoja alionekana hajasoma dini hata kidogo, hata herufi moja hajui, na utaratibu unasema hii talbia inaishia tu wakati tukishafika katika nguzo moja ya ile Al-Kaaba, inaitwa Ruknul Yamani. Ni nguzo ambayo imeelekea katika mji wa Yemen huko, katika nguzo tukufu sana mashallah. Ina habari nyingi hapo, mashekhe wanazieleza. Tukishafika hapo, tukishatia nia ama subhanallah, yani tukishaifika kwenye hiyo nguzo, ndio hii talbia inakomea hapo. Hakuna kuendelea na talbia hapo. Tunaanza mambo mengine, kuomba dua na kutia nia na vitu vingine. Yule bwana yeye akawa hakubali. Yeye kishasomeshwa labbaik Allahumma labbaik. Sasa kwa maelezo ya Sheikh Taha Suleiman Bani hafidhahullah, anasema yule bwana ukimsikiliza kwenye ulimi wake hana herufi hata moja ya dini ya Qur'ani hii aliyokuja nayo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi yeye akawa anapiga labeka lauma labeka, labeka lauma labeka. Sasa wakishafika pale, ile mzunguko wa kwanza tayari jamaa wanaendelea, yeye akasema sasa ibidi wamrekebishe shekhe hapa, hii inatoka sitaki bwana, labeka lauma labeka, labeka, mchozi unamtoka, labeka lauma labeka, hana neno lingine, yeye ni labeka lauma labeka. Shetani akasema unaweza ukamngangania hapa, tukaanza kubishana, hali ya kuwa huenda huyu bwana ana imani kuliko yangu, ngoja nitumwache aendelee. Basi mwamba mpaka anamaliza raundi ya 7, yeye labeka lauma labeka, labeka, mchozi unamwagika bwana. Sasa baada ya kurudi hotelini, ndio sasa wakae naye shekhe alikuwa pale anakuambia acha kufanya hivi, mbona ulikuwa unang'ang'ania? Akasema mimi imani yangu shaniambia niseme hivyo tu, sina dua nyingine zaidi ya hiyo. Subhanallah. Lakini je, shekhe angemkomalia, wangepapatuana, wangeanza kupambana. Kwa nini unanizuia? Mimi ndio nimefundishwa hivi, utata ungetokea. Ni makosa katika makosa ambayo watu wengi wajuaji yanawakosti kuharibu hija zao, ni kubishana wakiwa Maka. Ndugu zangu, tusibishane. Mama zangu, tusibishane. Tulivyosafiri si mwaka jana, mama mmoja alipandwa na pressure, maradhi ya kibinadamu, lakini wakati huo kundi kubwa limetaka lipelekwe Al-Kaaba Haram. Kiongozi kama sio Njuki, itakuwa labda ndugu yangu mmoja wa iTravel anaitwa Juma Kijepa, akamwambia mama amepanda pressure, dokta anakuja, fanyeni subira, atahudumiwa. Yule mama alikuwa mkali, angalia mlivyokuwa na dharau, mnaondokaje mtu hali ndio hii. Mama hatufanyi hivyo huku, fanya subira, dokta yuko maalum kwa ajili ya kazi, tena mama mwenzenu. Mama alikuwa mkali huyo, ikabidi watu wa msafara wamwache mama anafoka, watu waondoke. Kwa sababu gani? Hakuzingatia katika semina kuambiwa jamani, kule kubishana, kukalikiana hakuna. Fanya subira, umeenda kwenye jambo kubwa mno ambalo umeligharamia kweli kweli, kama alivyosema Habibi hapa. Mimi pesa mingapi umetoa? Pesa hiyo ungenunua gari sasa hivi unatembelea karibuni milioni 17 na zaidi. Ungejenga kibanda sasa hivi wapangaji wanaingia. Lakini umeamua kutoa fedha hii
kwa ajili ya kwenda kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, zingatia, shikilia mafunzo, zingatia semina, ili mambo yako yaende kuwa sawa sawa. Ndugu zangu, hija Maka ni kuzuri. Naamini mimi mwenyewe nilitiania kwenda, lakini imetokea dharura tu kidogo. Maka ni kuzuri. Naamini ukienda safari hii utatamani na mwakani uende tena, kama sio haji umra. Maka kuzuri sana, na kama utatulia katika dua, hakuna kitu ambacho kinaombwa katika mji ule, hasa katika maeneo maalum ambayo mashehe watakuelekezeni, nami nitaropoka hata moja. Ndugu yangu Muislamu, wewe utarudi hapa, majanga yako, mabalaa yako yameisha. Tunakwambieni hivyo. Mfano, kuna eneo hilo kama utajaliwa, ukipata nafasi wakati wa kuzunguka ile Al-Kaaba, tunapofika pale katika Hajar al-Aswad pale tunasalimia ile jiwe. Nadhani pia mmeambiwa sio lazima mpaka unganganie kwenda pale, kwa sababu umma ni mkubwa, watu wana nguvu wengi, utakuja kuumizwa bure. Kwa mbali tu bismillah, Allahu akbar, utakuwa ushasalimia na jiwe limepata salamu yako. Lakini baada ya pale kwenye lile Hajar al-Aswad, baina ya Hajar al-Aswad kuna kakuta, na baina hapa mbele kuna mlango ambao unaingia ndani ya Al-Kaaba. Kipande hiki, Allahu akbar, mimi pale nilingangana pale, Sheikh alinielekeza, panaitwa Babul Multazim. Ukingangana pale ukasema jambo, ukamwambia Mwenyezi Mungu, ajabu tupu wallahi. Wenzetu tumeshuhudia ambayo Mungu ametufanyia tuliomuomba. Ziko sehemu nyingi, lakini mimi nimekupa siri hapo. Najua umeshaambiwa, mimi nakuongezea. Baina ya Hajarul Aswad na kabla hamjaufika huu mlango Babul Multazim, kuna kiukuta hapa baina nguzo hiyo na huu mlango hapa. Pale mimi nilingangana pale, nikasema mambo yangu, hakuna nilichokisema Mungu hajanipa. Kwa na wewe nakusisitiza ndugu yangu, najua majanga unayo, kuna watu nyumbani wanaumwa, mna maradhi, mna hivi. Allahu akbar, kuna muujiza mkubwa sana katika mji ule. Alafu Mungu ameweka ishara za waziwazi kweli, kama Qur'ani ilivyosema, ukiomba dua utaona ishara. Siku moja tulinyeshewa na mvua ya ajabu. Hiyo mvua, kiwingu kimesimama pale tu kwenye Al-Kaaba. Watu mahujaji wote wakasema Allahu akbar. Maki ilikuwa ni saa 9 ya usiku. Mida ya mwamba hiyo. Njuki bwana, mashallah. Mungu amlipe khair. Na ndugu yake huyo. Mkishangaa wewe kama mvivu, utashangaa kila siku wa bwana wakuti waoni. Wewe unakwendaje Maka alafu usiku unalala sana? Unashangaza. Umeenda kulala wewe kule? Jisumbue kule, ndio kwenye mafanikio. Wallahi nakwambia, njuki mimi ilikuwa kila nikitoka mimi najiandaga saa 7:30 na 8 natoka kwenda haram. Nikishuka chini hotelini, hata mtaa wa kwanza sijamaliza kukutana na njuki anarudi. Nikamwambia mwamba, wewe ulalaji? Sasa tunalalaje huko? Hatuwezi kulala huko. Na wewe ndugu yangu Muislamu, umepata bahati, umefika mji mtukufu. Hebu jikaraishe, urudi na kitu hapa. Semeni inshallah. Jikaraishe, urudi na kitu. Sumbuka usiku. Uweze tukula walali usiku. Basi inshallah nisiwacheleweshe, nisipotezee muda. Lakini nilikuwa nawasisitiza ndugu zangu Waislamu kwamba tukijaliwa safari kuwa salama, tumefika Maka, tupunguze kulala. Semeni inshallah. Na shetani kuna watu wanawachezea kweli. Huko hata ulalaji sana, lakini ukifika Maka utakuwa unapata burudani ya usingizi, basi ujue wewe kuna kitu hujafanya sawa sawa. Wallahi kuna watu tumeenda nao kule wanalala mpaka siku unarudi. Bwana, yani sisi nilikuwa na maradhi, yani nilikuwa napata usingizi mkali. Shia ananiambia kiona hivyo hamna kitu. Yani wewe ukifika kule ndio usingizi unakuwa mtamu kuliko ulivyokuwa huku. Ujue kuna shida.
kuna shida, fanya istighfari mapema kabla hujapanda ndege kuondoka. Siku hizi mbili ambazo zimebakia, amka usiku, fanya istighfari. Wewe kuna maana uliteleza, Mungu hajafurahishwa na jambo hilo. Usije kwa hiyo wewe ukifika kule unaenda kulala tu mpaka unarudi. Unalala tu. Kwa ndugu zangu Waislamu, mimi nilikuwa nakumbusha tu hayo machache. Katika mji wa Maka kuna raha sana, lakini kubwa, zingatia haya ulioambiwa katika semina. Usilale, fanya dua sana. Wafanyie dua ndugu zako, jamaa zako, wazee wako. Ukipata nafasi fanya umra nyingi kwa ajili ya jamaa zako. Fanya umra nyingi. Na uzuri wa umra kule, huyu bwana mdogo kuna vitu nimemuelekeza, inshallah baadhi ya watu watawasaidia, na shekhi akasema atakuwa naye katika wasaidizi. Shemeji yangu huyu, sio lazima upange taxi, hela una taxi ghali kule usiku. Mtaonyeshwa kwenye jengo la Al-Kaaba kupya kule, jengo jipya la Al-Kaaba. Mbele kuna daladala za kwenda Masjidul Aisha kule kutiania. Daladala zile kwenda bure, kurudi ndio unalipa riali 2 si 3, kidogo tu, kama buku tu la Tanzania au Bukojero, lakini kwenda bure. Usingangane na mitaxi, labda kama pesa nazo nyingi sawa. Taxi unaweza kujikuta mtu mmoja unapewa usiku mpaka riali 100 bwana, 70,000 na ya nini kero? Kapande daladala, nenda katie nia, piga umra yako usiku mapema, asubuhi uko fresh, jioni piga nyingine. Unakaa mwezi mzima karibuni. Ndugu zangu, unakosaje kuwafanyia umra mpaka marehemu ndugu zako? Wape zawadi. Kuna watu hawajafika huko na wao wahesabiwa wamefika kwa niaba ya wewe. Ndugu yangu Muislamu, unaweza ukaokoa walioko makaburini pia. Wafanyie umra kwa nauli hiyo shilingi 300. Kitu gani shilingi 1500 kwenda na kurudi? Kwa ndugu zangu Waislamu, inshallah nadhani mimi nisiongee mengi, sijui muda wenu ni muda gani wa kumaliza utaratibu hapa. Mimi nilipewa nisalimie tu, ili mradi muda bado. Sheikh yuko hapa mezangu, ataongea inshallah. Kwa hiyo inshallah ndugu zangu, Sheikh njoo malizie. Acha mimi niishie hapa kwa leo, ila hayo niliyokuambia nami ni mchango wangu kwako, ukiyafanyia kazi kuna kitu turudi nacho hapa kikubwa kizuri. Wallahu walihi salihin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.